tumezungumzia, familia kuwa na furaha ni watu kujua namna gisi gani watakavyokabiliana na matatizo. Shida ikitokea wanakabiliana nayo vipi? Alafu na tatizo linapotokea, haiwezekani kidonda kipo mguuni alafu dawa tuje kuweka kichwani. Kuna mambo ambayo yanakuja yanatokea, ukija kuchunguza zaidi vizuri, unakuja kuchunguza chanzo ni wewe mzazi. Wewe ndio chanzo. Hakuna uangalizi kwa watoto. Leo hata tukiwapeleka watoto wetu shuleni kusoma, tunawachaguliaga pa kusoma. Tunawachaguliaga sehemu ambapo kuna walimu ambao wanafaa kuwapa education ya watoto. Hakuna sasa. Sisi tunatazamaga, hata tukapeleka watoto kwa masomo, tunatazamaga malengo ya kidunia, tunatazamaga malengo ya dini. Leo mzazi yuko tayari kumpeleka mtoto sehemu ambapo anavaa sketi, jipe fupi, lakini kwa sababu anasema kwa sababu ile shule watoto wa pale wanajuaga matematiki sana. Haya, atakwenda atajua matematiki, alafu atatoka pale ni mvaa uchi. Umetengeneza nini? Umepata hasara ya nini? Atatoka pale hana aibu ya kuonyesha mapaja yake mbele za wanaume. Umetengeneza nini? Ametoka amejua matematiki ambayo akifa haitomsaidia chochote, itamsaidia tu hapa duniani kwenye maisha ya duniani. Sawa? Lakini akhera atasaidiwa nani? Alikuwa anavaa uchi. Leo mimi nawaambilisha ukweli. Leo mabinti wengi, naweza nikasema asilimia kubwa ya wao kuto kujistiri, na masomo haya ya kizungu yanachangia. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanatokea kwa watoto, ukija kuchunguza chanzo ni wazazi. Umekwenda kumsomesha mtoto sehemu ambayo hawajali kuhusu nidhamu na heshima ya watoto wa kike. Unakwenda kumsomesha sehemu ambapo mtoto wako wa kike watamlazimisha akae na nani? Na mwanaume. Alafu akipigwa mimba unaanza kupiga kelele. Mengi yanatokea. Na watoto wa siku hizo wamekuwa wahuni sana, wamekuwa wabandi, wako na zingine njia zao zenye wanapitaga hemo za maajabu, Allahul musta'an. Makurdi sware hizi, hakuna surveillance ya watoto. Mtoto anaenda kukuru, binti anakwenda kukuru arudia saa 2 ya usiku, saa 1 ya usiku. Uwe la surveillance iko ya watoto. Hakuna mutaba hata kidogo. Watoto wako hivyo lashe, wameachwa hivyo. Tayari inabidi ujue huyu mtoto wako ni aje, amekwenda kusoma pale, nidhamu ya pale ipoje, mazingira ya mtoto wako anaishi ndani yake ipoje, ujue muda wake. Lazima uwe uko na coordoneza wale watu wa kule shuleni, uwe uko na mawasiliano nao, ijulikane kuru inaanzaga saa fulani, wanatokaga muda fulani. Lakini kuna mzazi ambaye hajui hata mtoto wake muda wa mtoto wake kutoka kwenye kuru. Hivi mtoto ambaye mwenye hujui mtoto wako atoka kuru saa ngapi, atakosa kupitia sehemu zingine, atakosa kupitia, lazima atapitia tu, hatapita sehemu zingine. Lazima pawe kuna nidhamu fulani. Wawetu jitahidi. Ndiyo uongofu unatoka kwa Allah, lakini Allah alituamuru tufanye sababu. Hata kuna baadhi ya wazazi ambao wanatokea na hayo uliyoyasema, ukija kuchunguza vizuri, wao wanachangia kwenye hilo tatizo. Na ikija hata imetokea hilo tatizo limetokea, kuna baadhi ya wazazi kuliko kuweka mambo sawa au kujua namna gani watakabiliana na hili tatizo, wanaongeza tatizo. Huyu mtoto amekwenda kufanya zina, amezini, amebeba ujauzito, umebainikiwa kuwa ana ujauzito, unafika unamchole mtoto, rudia penye umetoka, rudia kwa mwenye amekupa mimba. Yaani maana unawaruhusu sasa, nendeni sasa mkazini vizuri, muendelee kuzini. Hivi unadhani akienda huko watu zini, wataendelea kuzini. Kwa hiyo hili ni kosa. Hilo limetokea mtoto, jaribuni sasa muhifadhi sauti. Muhifadhi kabisa. Utaratibu mwingine wa kinidhamu upango. Huyu mtoto tunajua tunakwenda naye vipi. Lakini hili swala la rejea kwa aliyekupa mimba. Nenda ukaishi kwao na aliyekupa mimba, mnakuza ile zina inaendelea. Yaani mnaongeza makosa juu ya kosa. Kwa hiyo kama tayari limeshatokea hilo, chukueni huyu binti yenu kwanza, mumuonyeshe kwa alichokifanya ni makosa. Muonyeshe kama alichokifanya ni makosa na mumuonyeshe madhara ya alichokifanya. Mkumbusheni, nyinyi wazazi, mkumbusheni. Mumuonyeshe kama hiki kitu ni kadha wa kadha na ulichokifanya ni kosa. Na yeye mwenyewe bila ya shaka lazima, hata kama atabakia pale nyumbani kwako, lazima kuna vitu ambavyo Allah atamuonyesha kuwa alichokifanyaga ni makosa. Hakuna mwanamke ambaye atazalia nyumbani ajisifie kwa kitendo cha yeye kuzalia nyumbani. Hakuna. Yeye mwenyewe anajua kama ni herere. Na ndio maana hata na yeye akijaliwa akipata mabinti akiolewa akazaa, atakuwa makini sana lile ambalo limtokeaga yeye lisiwatokee watoto wake. Kwa sababu ni tatizo, ni shida, ni majanga. Wanadhania kama kuna kheri ya vitoto vya haramu kuwa vingi mjini, vitoto vya nje ya ndoa. Hakuna kheri hapo. Dhambi ya zina itakutafuna mpaka kieleweke. Yaani mpaka
apate miaka 30, dhambi ya zina huwa inaendelea na mtafuna mtu, utake ustake. Kumbe kuna wengine, na ndio maana Allah akasema innahu kana fahishatan wa saa sabila, uzinifu ni uchafu na ni njia mbaya. Kumbe tujilinde sana na swala la zina. Kwa hiyo kicho kitendo cha wazazi kumzira mtoto aende kule kwa aliyempa mimba au kwao na aliyempa mimba, hilo ni kosa wanalolifanya, kwa sababu patakuwa tena hakuna tena usimamizi kwa yule binti. Ataendelewa kuziniwa, ataendelea kufanya madhambi, dhambi juu ya dhambi, na hapo tutakuwa suluhisho yote ambayo utakuwa mmeitengeneza ya kheri. Na mkizubaki kidogo, atapigwa na nyingine ya pili, atapigwa na ya tatu. Tunayaona hayo, atapigwa ya pili, atapigwa na ya tatu, ataendelea kuishi na huyo mwanaume bila ndoa. Matokeo yake nafikia ashafyatuliwa watatu, ndio nasikia anamuacha na kuna kujoea wengine mwanamke. Wazazi mmetengeneza nini? Thamani ya mtoto mwanamke imeshapotea, hana tena thamani, ameshaharibikiwa na maisha yake, mtayatengeneza vipi? Kwa hiyo inabidi haya mambo tuweze kuyatazama vizuri. Wewe usikimbilie, ndiyo linauma, linakasirisha, lakini ndio pale ambapo tulisema ya kuwa furaha ya familia au ule utulivu wa familia unachukuliwa kwa namna familia inavyokabiliana na matatizo yanayotokea ndani ya nini, ya familia. Kumbe inabidi tujue tatizo likitokea tunakabiliana nalo vipi, na Allah atusalimishe.